Hello guys, habari zenu. Jamani, nilikuwa najisikia vibaya sana. Nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. So, nikasema ngoja niende hospitali nikapate ushauri na nijue natumia dawa gani. Maana nilikuwa ni mbishi kwenda hospitali hata niumwe tumbo vipi. Na yali niwapigie simu nyumbani kwetu anielekeze dawa za mitishamba ninywe. Kwa sababu nilikuwa naamini kuwa dawa za mitishamba ndio zinaponesha vidonda vya tumbo na hospitali huwezi kupona. Baada ya kubanwa sana nikasema ngoja niende hospitali nikajue shida nini. Pengine ili tumbo sio tu vidonda vya tumbo, kuna kingine kinanisumbua. Hapo kama mnavyoona nilikuwa naongea, basi nilikuwa nishajiandaa kila kitu. Nikaa nasubiri gari ije. Nilikuwa sina gari jamani. Sasa nikaa naongea hapo nasema sasa naumwa, natoa ushuhuda jinsi gani naumwa kama nipo kwa mamposa vile. Basi sawa, kama mnavyoona wapenzi wangu hapo gari likafika nikapanda niko naenda. Nikasema ngoja niende hospitali ya serikali kwanza. Because nikaa tupo kwenye gari napiga story na dereva. Namalizia nikiumwa huo ninavyokuwa. Basi fika hospitali kwenyewe ndo hapo kuna foleni na sikupapenda. Nikasema hapana, ngoja niende hospitali ambayo naendaga kila siku japo iko mbali. Nikaenda hapo, nimerudi. Jamani, huko hospitali ni vidonda vya tumbo tu, nimepimwa na magonjwa mengine sina. Vidonda vya tumbo tu ambavyo vinasumbua. Basi hapo nikaa nasema nimeandikiwa dawa, nimechoma sindano jamani. Nimeambiwa kila kitu sina. Basi kabla ya kusahau yote jamani, naombeni mnisubscribe ili mpate kuona video zangu na mambo mazuri yanakuja hivi karibuni. Kisha subscribe tuendelee. Hapo naongea kwa uchungu. Mimi nilivyokuwa shule ni jamani, nilikuwa sipendi kula. Hiyo form 2 form 3 nilikuwa sipendi kula. Nikaenda shule kwa siku nikala sambusa 2 tu mpaka narudi. Jioni nzima, asubuhi nzima. Usikute pia imechangia lakini sina uhakika. Na hata kipindi na shoot ninaendaga kambini. Huko makambini huko huwa naonaga aibu kula. Kwenye milo 3 ya kambini naweza nikala milo 2 au 1 kutokana na aibu. Naona hata nionaje yule akiniona nakula. Na ndio maana nilikuwa chembamba. Basi hapo naelezea jamani, unajua sasa hivi siwezi kuwa na aibu kwenye kula. Nasema jamani, hapo nilikuwa nimekonda. Sasa hivi nanenepa eti japo naumwa. Hapo ndo najitahidi kula, ila kinachonikosi jamani, mimi huwa napenda sana maharage. Napenda sana dagaa. Kwa hiyo unakuta vidonda vya tumbo vikimbiliki. Naweza nikala vizuri lakini kwenye maharage na dagaa unitoi. Ndio hapo unavomwaga. Lakini kusema kuzingatia kula kwa wakati sasa hivi nazingatia, na ndio maana napata hadi shavu, napata nyama. Lakini vitu ambavyo ninavyovipenda ndio ambavyo vinaniumiza mimi kila siku niendelee kuumwa. Jamani wapenzi, tuwe makini na kula. Kula ndio kila kitu. Unaweza mtu ukafa jamani. Bye wapenzi wangu.